Kwa majina naitwa Omar Mswahili Munga Jembe. Mimi hata sina mengi kwangu kushukuru sana Kaiza Paulo Wanyama, yule mfadhili ambaye ameweza kumwezesha kufika katika huku Gotani. Ni kama mlivyoambiwa, ni kama tulivyodia kilio chetu. Shida ilikuwa ni matope, maana huku mchanga ni wangama. Ikifika wakati wa mvua hakuna kukinyaga na kiatu wala kuenda na gari wala hata pikipiki yenyewe haitembei. Kama mama ana shida wala yeyote mwanadamu ana shida ya ugonjwa, ni mfanye kumuinua na mikono. Hiyo ndiyo shida. Ndiyo kwa sababu Paulo ni ndugu yetu na anatembea wakati wote, wakati wa mvua na hata wakati wa jua, ndo anajua shida za huku, ndio ameweza kujitolea. Kwa hivyo Mheshimiwa Badi, tunakuomba uweze kushikana na huyu kijana Paulo, muweze kuleta maendeleo katika Gotani. Hatuna gavana mwingine wala mbunge mwingine isipokuwa ni wewe Twalib Badi. Kwa hivyo shida za huku unazijua. Hakuna hata nusu maram wala kabro ambayo imewekwa katika huku Gotani mpaka Mrironi mpaka Kisirwani. Licha hizi sisi watu wa Kisirwani ndio wenye shida kabisa. Hata mtu huko kama ni mgonjwa wamemaka, hakuendi hata pikipiki, hakuendi chochote, hakuna hata duka lenyewe mpaka Jomvu ambapo ndo kuna shida, na wote hao hawana kiongozi isipokuwa ni wewe Badi, Twalib pamoja na viongozi wengine. Sote tuko Mombasa, lakini ukifika huko hata sio Mombasa, hata watasema sijui ni mkoa gani. Kwa hivyo tunaomba haya ambayo Paulo umeyaleta, ambapo umepata ndugu yangu, tuko pamoja na wewe, pamoja na Mheshimiwa Badi. Wewe ukianzisha barabara, Mheshimiwa Badi aje anze shule ama hospitali. Tunataka huduma. Mtu akishikwa na homa kama hivi na homa, nipaka niende private kama sina pesa ya serikali iko wapi? Je, tumeambiwa kina mama wazae hospitali. Ikiwa hospitali ni uchungu umekuja usiku, abebwe na kitu gani kama ni wakati wa mvua? Ndio hapo Paulo imeshikia uchungu, maana huko kuna mama zake, kuna baba zake, kuna ndugu zake. Ndio ameamua kwamba atutengezee. Hako kwa siasa, yeye ameamua kumpa sisi ni nguvu ili atuongeze kutuwezesha. Kwa hayo machache tunashukuru na tunakuomba